ambayo unaweza, yani unaona hii ni kwa na manufaa ya Mungu. Hii ni ya kusifu Mungu. Je, matumaini yako katika Kristo yakoje? Mwambie msikilizaji, endelea kutumainia Bwana ambaye alituahidi ya kwamba siku moja atakuja kuchukua wale watakatifu kwenda pale nyumbani. Na sijui wapo msikilizaji, umejiandaa kivipi? Je, una matumaini katika Kristo? Je, imani yako imefika wapi? Je, umeokolewa? Ama uko tu kingojea ambayo hayataweza kufanyika? Mambo yote ya kidunia tutayaacha hapa, kama alivyosema Ayubu. Ayubu alitembea katika njia ya utakatifu ambayo tunaambiwa kwamba hiyo inadhihirisha imani na tumaini katika Bwana. Tuendelee kumtumainia Bwana ambaye, yani hadithi hii yote inatuonyesha kwamba ni Mungu anayepeana kila kitu. Na ni Mungu tena anaweza akasichukua wapo labda tumaini yako yako chini katika Kristo, ama imani yako imerudi chini. Wapo msikilizaji, matumaini yako katika Kristo imerudi chini. Endelea kuomba, endelea kumtumainia Bwana. Zidi huwa kama Ayubu ambaye hakujali kwamba atapoteza zile mali zote, hadi pale mkeo anamwambia, mbona usimwache yule Mungu wako? Mbona usimwache yule Mungu wako ambaye hata haja kuokoa wakati ambapo unateseka? Ayubu, tukiwa hapa duniani tunaona kwamba wale matajiri ama watu julikana sana, wanapenda kuhusishwa na mambo mazuri, vitu kubwa, na sijui ingekuwa ni wewe, ungependa kuhusishwa na yale yote ambayo Ayubu aliweza kupitia wakati alikuwa anajaribiwa? Kumbuka ya kwamba Mungu alimruhusu shetani amjaribu Ayubu, aone imani yake imefika wapi katika Kristo. Msikilizaji, Mungu akisema ni yako, bila shaka ni yako. Na wakati mwingine unajaribiwa tu, si ati kwamba unaambiwa hili na hili imefanyika. Hata Mungu anakujaribu, lakini wakati ambapo unaona umefika mwisho, hapo ndipo wafaa kuomba zaidi, utumainia Bwana, wana imani zaidi. Tumainia Bwana